Wakina mama mna kilema cha kutangaza matatizo yenu. Unamuona tu amekuja mchungaji amechutumia uwanja wa mpira, hataki kujenga kanisa kama ili mlilojenga hapa. Anatengeneza jukwaa, anakodisha viti, anaweka pale mziki, anaanza kuimba mapambio. Mkifika pale akianza kuimba, pokea sifa, pokea sifa. Sasa na nyie mnasema nimepokea. Ingia, ingia, uwe mmoja wa kondoo. Na wewe unakuja nimeingia, nimeingia. Na umetoka huko nyumbani ukasema ngoja niende nikamsikilize. Wakianza kuhubiri, unamfuata unamwambia, baba, yani nina matatizo kwenye familia yangu, nina matatizo kwenye ndoa yangu. Yule kijana anayehubiri pale anajiita nabii, hujui hata kama ameoa, hujui hata kama ndoa yake imesimama, hujui hata kama hali yake ya maisha ikoje. Baba, mume wangu atulii nyumbani, mume wangu naomba baba uniweke kwenye maombi. We mama, acha kueleza matatizo yako. Hakuna asiye na matatizo. Hata sisi tuliosimama na yaya mavazi tuna mambo yetu ambayo tunayapambania. Maisha ya utakatifu ni maisha ya kupambana kila siku mpaka tufikie kwenye lengo ambalo Mungu anataka tufike. Hivyo ni waombe akina mama, katika mapinduzi ya kiroho yanayoonekana ulimwenguni sasa, kuibuka kwa madhehebu mbalimbali, wahubiri na watabiri mbalimbali ambao wanatumia Biblia kama kitu cha biashara ambacho kinaleta hamasa kwamba anatumia maandiko matakatifu.